Sasa wanasema hivi, pia kitovu cha mtoto wa kiume kikidondokea kwenye sehemu zake za asili hafanyi kazi. Acha kwa mtoto wa kike. Kwa kidondokea mtoto wa kike na mazao. Naye anakuwa na itale. Ndo nini? Itale. Watu hawajui sasa ndo itale ndo nini? Itale. Mwanaume akikugusa haipiti. Si mnanitaka. Wapo watu hivyo. Wapo wanawake wa hivyo. Kwa nikienda kukutana naye haipiti. Haipiti. Anaitale sasa aliangukiwa kitovu. Haipiti yani inafanya. Wewe mpumbavu sana. Hiyo kwamba kitovu changu mimi kidondokea kwenye sehemu zangu za siri kwa mwanaume, kweli inakuwa haifanyi kazi. Haifanyi kazi mpaka mama yako avue nguo. Anionyeshe. Ukiwa na akili timamu au ukiwa bado mdogo? Ukibahatika kama wengine unaweza kupitiliza papo kakua mpaka wa mama yake ndo watu wa maji. Huyu mtoto wako alishakuwa Hamisi. Mvulie nguo. Hivi hiyo ni kweli hiyo? Ni kweli. Ni kweli. Na kwa macho tuliwaona. Na kwa mtoto wa kike haipiti. Haipiti. Nikitaka kuweka inaanzia. Haipiti. Nini hiye? Si mnanitaka. Mimi ndio nishazaa mapacha. Nilishaehuka na bwaso paga tu. Ni hatari. Ni hatari kudondokewa mtoto kitovu. Hata haya maziwa haya. Maziwa na nini kwa? Nayo mabaya. Yakifanyaje? Yakidondokea pale. Unamnyonyesha mtoto, waangalie maziwa yako mwenyewe yasimdondokee kwenye uchi. Yakidondoka mtoto ila penyewe pana dawa yake zipo za chenyewe. Kama ni maziwa. Dawa zipo za. Lakini kwa kitovu hamna dawa. Hamna dawa, dawa ni hiyo. Paka mtoto mama amvulie. Amvulie. Ni noma. Noma hiyo. Yuko baba umoja tulikuwa naye kule. Uko Masagara. Alikuwa anaitwa Juma Kanyonyi. Juma Kanyonyi huyo aliangukiwa na kitovu. Mama yake watu wakasema paka kakua bila kuoa, bila hawala. Ni mzima huyu. Wakamwambia huyo mbovu, panda dalini. Marahaba. Ngoja kwanza panda dalini. Panda dalini, vue nguo. Umwite. Na kweli akapanda dalini akamwambia Juma, hebu njoo. Kuja kuingia ndani. Akaangalia kwa mama yake, akapona na kupona.